Punde tu baada ya vita vya pili vya dunia kufika tamati na kusababisha kuibuka kwa mataifa mawili yenye nguvu, ushindani mkali ulijitokeza baina yao katika nyanja ya utawala wa anga ya juu almaarufu space race. Vuta nikuvute hii ilichacha baada ya Urusi kufaulu kuunda chombo cha anga cha Sputnik ambacho kilikuwa cha kwanza kabisa kurushwa kwenye obiti na kuizunguka dunia. Marekani kwa upande wake haikuachwa nyuma kwa mbali, kwani takriban muongo mmoja baadaye juhudi zake zilizaa matunda ya aina yake kwa kumwezesha binadamu wa kwanza duniani kutua kwenye uso wa mwezi. Lakini miaka zaidi ya 50 baada ya tukio hilo la kuajabia, wakosoaji wangali wanashikilia kikiki kwamba hakuna kiumbe chochote kilichowahi kugusa udongo wa mwezi na kwamba Marekani ilihadaa dunia nzima kwa nia ya kujizolea umaarufu gushi. Sababu kuu zinazotajwa ni pamoja na uwezo mdogo wa teknolojia ya miaka ya 60, hasa kwa upande wa kompyuta na mawasiliano. Pia wengi wanashangaa jinsi mawasiliano ya moja kwa moja yalivyotekelezwa kati ya rais wa Marekani na wanaanga waliokuwa mwezini bila ucheleweshaji wowote. Matangazo ya moja kwa moja kutoka mwezini pia yanahojiwa, hasa kwa ubora wa picha na sauti ikizingatiwa hali ya teknolojia wakati huo. Wengine wanadai kuwa mwanga kati ya video hizo unaonekana kama wa studio na si wa mazingira ya asili ya mwezi. Vivuli visivyoeleweka, kukosekana kwa nyota kwenye anga na harakati za ajabu pia huzua maswali. Kwa sababu hizi, baadhi ya watu wanaamini kuwa huenda tukio hilo liliandaliwa kama sehemu ya mashindano ya kisiasa na kisayansi wakati wa vita baridi, badala ya kuwa tukio la kweli la kihistoria.